Imagine nilikuwa nasema, unaona Samia analala chini. Samia pona ulali chini. Nalala chini. Wewe muokofu tu unakuja hapo unaomba. Umeenda sasa wewe sasa ni kuhubiri Samia. Umesahau kuhubiri Yesu Kristo. Ushaienda kwa Samia na lingana tena Victoria. Analala chini. Hata anapigana na sahani. Hiyo sasa uliona sufuria lakini unasema sahani. Wewe mtu tu akuharibu, hakuna siku utanena mema. Bwana Yesu asifiwe. Nikutangaza sasa umesahau na wewe mwenyewe tu una hiyo mattress ya kulalia. Kwako iko tu. Uko tu kaka. Lakini ya mwenzako ndio unaona. Ndio iliyo kwa macho yako kwanza. Enda kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenye unaona wengine Ruben wanasema hii madhabahu ni chafu. Ya kwao iko aje? Mimi nitaenda direct. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwao iko aje? Toa ya kwako ndio uanze hii nyingine. Hata Biblia inatuambia nani? Unachekelea mwenzako wa kibara na wewe ukoona. Anza kuchekea kibara yako mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unachukua majukumu kwenda kunisengenya mimi. Si ni baraka unanipea. Wewe unaponisengenya na mimi sijasikia unaniogopa, kitu ya kwanza nikikuona najijaza nguvu kwa Yesu. Kama hata sijui kuomba ninaongeza ombi lingine na inuka. Bwana Yesu asifiwe. Najiona kumbe mimi ni simba kwa Yesu. Mimi nina ujasiri nguvu kubwa sana. Ila Mungu sungenipa Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inakataa hiyo kisikumbuku hiyo. Nakataa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tuache kukaa kwa vikao wa mama. Tuchukue hii ni nyakati za mwisho zenye zimeandikwa ni nyakati za mwisho. Yes. Wakati wako ukiwa kazini tangaza neno la Yesu Kristo. Ukirudi kwa nyumba yako, fanya kazi yako, ukimaliza piga makoti. Kama uko na bwana yako ama ni bibi yako, piga makoti, henda kwa Mwenyezi Mungu kwa hiyo nafasi ambayo umepata. Bwana Yesu asifiwe. Atakupa hiyo nafasi hata kama huna la kuomba. Piga tu na familia yako, yaambia Mungu asante kwa ajili ya familia yangu, asante kwa ajili ya mazaa haya. Bwana Yesu asifiwe. Si mazaa ya kuchukua. Wewe ndio ni tu unapata kwanza mama anaimba Yesu ni muwezani, hata paka kiatu anasahau kiatu bwanake anaweka kwa fridge. Mshana hivyo anaharibu mazaa kwenda masengenyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapata bwanake ameweka hapo jacket. Hiyo jacket ndio inaenda inawekwa mahali penye sasa kwa nini ya manyanya hapo kwa manyanya sijui anafikiria nini atatumbulisha hapo anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Viatu kwa fridge. Anaenda kupika, skipi imekuja simu Lilian mmoja. Anapika simu. Anaangalia sasa venye ataenda kusema venye wa mama TikTok wanafanyanga hiyo mshene. Bwana Yesu asifiwe. Ameona wameanika aje Ronald. Naenda nitangaze sasa hiyo ndio naenda yenye wameandika kwa pasta. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia unajua anakoroka nini? Amechukua viatu hizo tu na kurija nadhani ni samaki alieka. Anakaranga naika manyanya anafunikia anaenda. Fulani nimekuja umeona? Wamesema hivi kwa Samia. Wamesema ni kumbe unapenye kanajifanyanga hapo kanaombanga sana. Kanajifanya hapo ndo kako mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unarudi nyumbani unapika, umepika kiatu. Kwa ajili ya nini kamsha? Hiyo nafasi ungechukua tu upike makoti wa Mungu asante kwa ajili ya mazaa, asante kwa kuniongoza urudi upike chakula yako mzuri utapikwa. Hiyo masaa utapasana kwa nyumba yako na familia yako kweli. Si utakaa na amani. Tuchukue wakati wetu kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujui Biblia wengi wao nikiwa mmoja wao. Chukua Biblia yako soma mistari 2-3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyumba yako. Yes. Wengine hatujui kuimba, eka nyimbo za gospel. Ukijifunza mafunzo 2-3, jifunza kuimba, chukua hiyo wakati. Bwana atakutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Utaona maisha ni ngumu, utaona hata kukua kwa Yesu Kristo unaharibu wakati. Bwana Yesu asifiwe. Utakula matunda, utang'ang'ana kupata mapato kwako, utang'ang'ana kupata kazi, utang'ang'ana hata ukiwa mgonjwa na magonjwa tu kila saa magonjwa, utang'ang'ana kushughuliza maswali pesa yangu inaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Maana unamtumikia Bwana kila siku anaposhuka anapata uko kwake. Bwana Yesu asifiwe. Akupati kwa mambo yastahili. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wao tuko kwa maombi, wengine wao tunakata tamaa, napigwa kati juu sipati mimba, napigwa kwa uje ya nini? Kuja mwingine anakupa mwenye wa kuharibu, anakupa mawazo, twende huko kwako usaidii, twende hapa kuna
kuna nabii na kumbe si nabii, ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakimbia huko, unaenda unapewa madawa, unarudi unazaa sindora. Bwana Yesu asifiwe. Kama unarudi unabeba mimba, ndio wewe unaanza kusema imetoka. Bwana Yesu asifiwe. Umepotea, umerudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kaa kwa Yesu. Niwaibie siri. Mnajua kama mwanadamu kinakuja haraka, lakini ya Mungu inakuja pole pole. Maana Mungu anakupima, anakuponda ponda, upitie mateso, upite milima na mabonde. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ukipata hiyo kitu usicheze nayo. Unapokumbuka mapito uliyopita, ndio upate hii kitu, utaishikilia na mikono miwili. Bwana Yesu asifiwe. Utaiachi ende, lakini ya mwanadamu utapitia, utahangaika, utapewa hivi kwa mkono, lakini nayo usiku utamkosea, atanena tu kitu, imurudi imetoka. Ikishatoka, aibu imebaki kwako. Unajiona utaenda wapi? Ukirudi huku kila mtu amekukataa. Ukirudi kwa Mungu alishakukataa. Maana ulikata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unajikuta umechukua kama umeenda kujihang. Hapo ndo unajikuta roho ametawala ndani yako, umeenda kujirusha kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Mwelekeeni yeye ndiye mwasi sana, enyi wana wa Israeli. Maana katika siku hiyo kila mtu atatupa sanamu na fedha na sanamu zake za dhahabu, ambazo mikono yenu imezifanya zikawa dhambi kwenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tumwelekee kwake. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Mungu, tumwelekee kwa Mungu, tuelekee kwa Mungu. Ni mwenye ambaye tumeapa. Bwana Yesu asifiwe. Ulipookoka uliamua unaenda kwa Mungu kumsifu yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwa mikono matikio hapo. Nini endelea hapo? Anasema ukitoka walio muwazi. Anasema hivi. Aliye mwasi yeye mliye mwasi sana, enyi wana wa Israeli. Maana katika siku hiyo kila mtu atatupa sanamu zake za fedha na sanamu zake za dhahabu, na ambazo mikono yake imezifanya zikawa dhambi kwenu. Asifiwe Yesu. Amen. Mungu huyo ambaye tuliyomweka ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Siku sitafika hatutaabudu hii mali yetu. Bwana Yesu asifiwe. Utaabudu hiyo pesa yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utamkimbilia Mungu peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo kuna watu wametawala mali zao. Kuna watu wameona wao ni wenye pesa. Hata ukiwaambia neno la Mungu wanaona walishafika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna wakati itafika watamtamani hilo neno la Bwana. Watatamani tu kusema Yesu ni muweza. Hawataweza. Maana ya nini? Walitawala fedha zao na mali zao. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na mali ukatawaliwa na mali. Usiwe na kari ukatawalia hiyo kari uone ndio maisha imefika mwisho. Usibarikiwe na fedha ukaona uko na pesa umefika mwisho. Pastor ataniambia nini sasa mimi ndio kusema. Wewe sasa mimi anaona unasikia sasa mwanaume mambo hata si Bwana Yesu hata niambia nini. Na umesahau yeye ndiye alikuombea ukapata hiyo fedha. Mungu akakuelekeza kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akafungua hiyo milango. Siku ataamua atakunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Maana uliabudu umezitawala hizo. Bwana Yesu asifiwe. Tusitawale mali zetu tunapobarikiwa. Tusiti tukunena Mungu. Maana sina faida. Bwana Yesu asifiwe. Tumeng'ang'ana na mikono yetu na nguvu yetu kusipata, lakini hizo sina faida. Ni tung'ang'ane kilicho ndani yetu, ambaye aliweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ambaye aliweka ndani yetu ni hiyo Roho Mtakatifu. Maana hiyo haitakuondokea. Hiyo ukiwa nayo, ukiwa na Yesu Kristo, hata kuondokea na hata acha uhangaike. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Mstari wa 8 inasema, ndipo huyo mwashuri ataanguka kwa upanga ambao si wa mtu, na upanga usio upanga wa mtu atamla, naye atakimbia upanga, na vijana wake watatoa kodi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliyomkimbilia utaanguka kwa mapanga, utaanguka kwa mateso ya magonjwa. Mateso hiyo ya mapito. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule muovu